Usiku saa 8 wakavunja mlango hapo nyumbani kwangu, wakaingia ndani na kuanza kunishambulia kwa mapanga. Basi mimi ilibidi nipige kelele pale. Baada ya kuanza kupiga kelele, wale wakakimbia. Tukio hili lilikuwa limeandaliwa muda mrefu. Kuna watu watatu, mtu anaitwa Isa Abdara, na kuna mtu anaitwa Omari Ramadhani Hamisi, na mdogo wake Waridi Ramadhani Hamisi, na kuna mtu anaitwa Samsoni. Hao ndo mashamba yao miaka nenda miaka rudi, hawataki kuitii serikali kwa kuzingatia ile utaratibu wa mkataba uliokuwepo, ambao mashamba yao wamechukua tangu 2026. Kwa kuwa haijafanywa kazi, nilipoingia mimi madarakani, wananchi wakanilalamikia, bwana, kuna mashamba pori ambayo hayafanyiwi kazi. Kwa tunataka kama serikali itusaidie yale mashamba, tutapata vipi? Wao ndo wakaanza kusema, bwana, hata kama sisi tutaondoka, lakini lazima tukuue. Mwisho wa siku ndio jana wakatimiza ahadi yao ya kutaka kuniua. Mume wangu ni mwenyekiti wa kijiji. Tumeshinda vizuri jana kuanzia asubuhi mpaka usiku. Kampa chakula akala, then akaingia ndani. Lakini kabla ya kwenda kulala, kuna mtoto wetu anaishi Dar. Jana amekuja likizo. Amefika nyumbani usiku. Kwa hiyo alipofika yule mtoto, maana miaka mingi hajaja nyumbani, nikamwacha amelala na baba yake. Mimi nikaenda kulala nyumba ya pili na mdogo wangu. Mdogo wangu anaumwa. Kwa hiyo mimi nikawa nimelala na mgonjwa, na yeye akawa amelala na watoto wawili. Mida saa 8 usiku ndipo tukaanza kusikia makelele, jamani nakufa, jamani wenye kitu naniua. Ndipo kurupuka pale, tukatoka, majirani nao wametoka. Tukafika pale, tukakuta mtu yote, tukakuta mlango wazi na kiganja kinaning'inia, na wamempiga panga la kichwa. Tumethibitisha kumpokea mgonjwa Doto mida ya saa 5:30 asubuhi kutoka hospitali ya rufaa kutoka Ngerengere hospitali, akiwa na diagnosis ya mvunjiko wa mfupa wa mkono na majeraha ya kukatwa kichwani, lakini pia ana majeraha ya kukatwa na kitu chenye ncha kali, kama anavyosema ni panga, mara 2 kichwani na mara 1 kwenye kifundo cha mkono, ambacho kilihusiana na upotezaji wa damu nyingi. Lakini alipofika kule hospitali Ngerengere walimshona na kustabilize pamoja na kumpatia antibiotics, dawa za maumivu, na kuendelea kumpa madripu ya maji. Huko tumechukua vipimo vya damu na anatakiwa kufanya x-ray na kipimo kikubwa cha kichwa kujua ukubwa wa jeraha lake. Kwa sasa hapa EMG anaendelea vizuri na anaondoka kwenda kodini.